Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Okay, umezungumza kuhusu namna ambavyo umekuwa ukigusa watu tofauti kwenye jamii kupitia kipindi cha Kasri. Hii ni moja ya kuonesha namna gani ambavyo utangazaji ama kunapofanya kazi tunapofanya kitu kama tunahabarisha pia, lakini tunaelimisha pia na kusaidia pia kupitia hapo. Nataka nizungumze hasa uwepesi na ugumu pia kufanya media Tanzania kwa sababu umetoka nje pia. Ukoje hasa? Nafikiri media unafanya kazi kwa misingi ambayo ipo ya utangazaji na uandishi wa habari, na ndicho hicho ambacho tumesema sisi tutakifanya. Na moja majukumu bila shaka yoyote ya chombo cha habari ni kutoa habari, ni kuburudisha pamoja na kufanyaje, kuelimisha. Sasa nadhani inapokuja kwenye swala la kuelimisha, tunajitahidi sana sisi kutoa elimu. Ukisikiliza sio Kasri peke yake, lakini tunahitaji sana kutoa elimu za afya, elimu mbalimbali. Tunatoa elimu za matumizi ya fedha, vitu ambavyo si kwenye vyombo vingi sana vinafanyika. Kwa hiyo na msingi wetu ni ule kwamba tunataka tuhudumie jamii, tunataka tufanye kazi kwa weledi, na tunajitahidi sana kufanya hivyo. Ukiona fuatilia taarifa zetu utaona, na taarifa zetu zaidi hata ukiziona, hata kama kuna tatizo tumeliona mahali, tunapokwenda kuripoti tatizo tunatoa na suluhu yake ni nini, tunatafuta majibu yake, ili mtu akija kutizama taarifa zetu anapata kitu ambacho kimekamilika kwa kufanya kazi kwa misingi ya uandishi wa habari. Kwa hiyo nadhani hayo ndio malengo yetu, hiyo ndio dhamira yetu, na tunajitahidi kufanya hilo na kufanikisha kwa uwezo wetu wote. Okay, sawa. Moja ya vitu ambavyo nime experience kutoka kwako ni moja ya tangazaji ambao haufii, ama unapoingia front kuuliza kitu fulani hivi haupindipindi. Nimekuona pia wakati unamoji Mheshimiwa Rais, ilikuwa ni vile juzi pia kwa Makonda Arusha, pia kule maswali yako yamekuwa ni maswali fulani hivi ambayo yako straight na magumu pia kwa watu wengine pia kuuliza. Nataka nifahamu nini ambacho keka anacho kinamfanya na kuwa tofauti na watu wengine. Sisi ni wawakilishi wa wananchi, tunaitwa media. Sisi ndio tunaunganisha wananchi na mamlaka au na watu wengine. Kwa hiyo kitu tunachokifanya ni kutekeleza tu wajibu wetu, na unapotekeleza wajibu wako unatakiwa ufanye kazi kwa kujiamini na bila woga wowote, na mazingira pia unayofanyia kazi yanatakiwa usifanye kazi katika mahali ambapo unakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kutokana na uzoefu ambao nimeupata, lakini kwa sababu najua kwamba kile ninachokifanya sivunji sheria yoyote, natekeleza wajibu wangu, na hata watu naozungumza nao wanafahamu hilo. Kwa hiyo sidhani kunatakiwa kuwe na woga wa aina yoyote. Nadhani kwa waandishi wanaochipukia ni vizuri wakajifunza kwa yale ambayo tunayafanya, na ni kufanya kazi kwa misingi ya uandishi wa habari, misingi ya utangazaji, na kusalia katika ukweli bila kuleta uzushi au kuleta hisia zozote tofauti. Nilikuona kwenye maandamano ya Chadema yakati yanazuiliwa, ulienda front, watu wanazungumza kikeke kwa namna moto wake anaokuja nao, watu tusitegemee kumuona kwa muda mrefu katika industry ya Tanzania kwa maana media. Maoni kama yale ulikuwa unayaona, ulikuwa unayachukulia vipi hasa? Hapana, kila mtu ana maoni yake, kila mtu ana maoni, na mimi nimekuwa mwandishi wa habari kwa miaka 20 na kitu sasa hivi. Kwa hiyo kama ninavyosema, ukifanya kazi kwa misingi ya uandishi, usipoonyesha unaegemea upande wowote, watu wataheshimu kazi yako. Nadhani mara nyingi tunapokosea ni pale tunapoamua kuegemea upande mmoja, na hilo linakuwa linawapa mashaka watu wengi. Lakini kama utasimama na kuonyesha kwamba wewe ni mtu wa kati, ni mtu wa haki, na sehemu zote unakwenda, huna sababu ya kuwa na hofu yoyote, huna sababu ya kuwa na wasiwasi wa kile unachokifanya, kwa sababu hauongezi chumvi, hautii pilipili, wala ufanye nini. Taarifa kama ilivyo unaitoa na unaitoa kwa ulinganifu, na kama kuna mahali popote unaona kwamba kuna mushkili, basi unatafuta majibu yake kabla ya kurusha taarifa. Taarifa ambazo zimetoka leo mapema kabisa, nadhani masaa mawili yamepita, na mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Bwana Freeman Mbowe amekamatwa na jeshi la polisi. Tunaelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa.
mwenyekiti wa chama kikubwa kama kile na namna zile ambavyo sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi kukamatwa, ina taswira gani hasa katika siasa za Tanzania na unazionaje hasa? Siwezi kusemea tukio hili la sasa hivi. Nimepata hiyo taarifa, nimesikia, tumezungumza na kamanda wa polisi, ametuambia atatujuza baadaye kitu gani hasa kimetokea. Kwa hiyo kwa swala hili siwezi kulisemea, sijui kitu gani kimetokea, lakini najua unasema kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi bila shaka yoyote, na tumeona katika awamu hii ya 6 Rais wa Tanzania amesema kwamba amekuja na sera ya R4 na tunamwamini kwa kile ambacho anatuambia. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba atafanya kile ambacho anaamini amekuwa akikifanya kusema kweli. Na kama wewe unavyoniambia kwamba naenda mahali ambapo watu wanaogopa, lakini ni kwa sababu ile misingi ambayo ameiweka ndio anaizingatia. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba hatutakwenda katika enzi ambazo kidogo zilileta panda shuka hapa. Matumaini yangu ni kwamba tutakuwa na uchaguzi mzuri na ambao hauna malalamiko yoyote. Ni matumaini yangu. Of course nikupongeza pia kwa kila ambacho umekuja na kasi, lakini tumeshuhudia watangazaji wengi sana ambao wamezaliwa watu wafahamu pia kweli, lakini kupitia kwako sasa tunaona namna gani ambapo wanakuja juu. Nataka nifahamu Kiki anaamini katika kuzalisha mtangazaji ama kuchukua mtangazaji mkuu kutoka katika kituo kimoja na kumleta hapa ili aweze kufanya tangazo? Kama unavyoona umesema mwenyewe, mimi naamini katika kukuza vipaji vya watu, kwa sababu mimi mwenyewe pia nilipewa nafasi nikafika hapa nilipofika, na matumaini yangu ni kuwa katika kipindi cha miaka 2-3 ijayo na mimi nisio naonekana nifanye majukumu mengine ili nitayarishe vijana wapya waweze kuchukua nafasi zetu. Hatuwezi kufanya kazi milele bila shaka yote, ingawa uandishi wa habari unaweza kufanya kazi mpaka siku yako ya mwisho kama bado una uwezo. Lakini nadhani kitu kikubwa ambacho pia kilinisukuma ninaporudi nyumbani ni kuhakikisha najitahidi kutumia uzoefu wangu kufundisha vijana wengine jinsi tunavyofanya kazi, na sio vijana ambao tunafanya nao kazi tu hapa Crown, lakini hata waandishi wa habari wengine kama wangependa kuja kujifunza kitu kutoka kwangu, mimi simu yangu iko wazi. Kama na nafasi tunakaa tunazungumza, tunaelekezana. Cha muhimu ni kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa weledi, tunafanya kazi kwa kuzingatia misingi ya uandishi wa habari na utangazaji, na ili tasnia yetu iweze kusonga mbele na kupata heshima inayostahili. La mwisho, kufanya kazi na Alikiba kwenye masuala ya media, anajua alikuwa ni mgeni, lakini sasa hivi anaweza kusema ameshakuwa mzoefu pia, kwa sababu amekaa na King, basi ukijumlisha ukitu utapata making. Ni mtu namna gani hasa katika namna kufanya kazi katika media? Kama amejifunza kutoka kwangu, na mimi matumaini yangu ni kwamba na mimi nitaanza kuimba hivi karibuni. No, na Ali ni mtu mzuri sana kufanya naye kazi, kwa Kiingereza wanasema ni mtu humble, na ni mtu anayependa kujifunza, ni mtu anayependa kusikiliza, na hata kwenye huu mradi ukitizama, unajua jinsi ulivyojengwa ni 60% ni burudani na 40% ni habari nyingine zikiwemo habari na uchambuzi. Kwa hiyo ni nguvu mbili kweli zimewekwa pamoja, na anajifunza kuhusiana na masuala ya uandishi na utangazaji, na kama mwenyewe umemsikia amekiri pale kwamba anaanza lakini nafikiri wote tunajifunza kutoka kwa kila mmoja, kwa sababu yeye anatufundisha, anaelekeza sana kwenye masuala ya burudani, na nafikiri kuweka nguvu hizi pamoja kumeleta tofauti kidogo kwa matumaini yangu, na nikipita mitaani nasikia jinsi watu wanatuambia kuhusiana na Crown inavyofanya kazi, na inaonyesha kabisa kwamba jinsi tunavyofanya kazi hapa ndani ya Crown, tunatoa habari ambazo wananchi wamekuwa wakizisubiri kwa muda mrefu. Samahani kwa swali hili, huwa sipendi sana kuuliza kwa sababu inahusu mambo personal pia, lakini nitakuuliza kwa sababu watu wamekuwa wakiuliza sana huko mtaani. Inatajwa Salim Kikeke una hisa ama ni mmoja wa kuongeza umiliki wa Crown, kwa hili tu kwa faida ya watazamaji pia tunaambiaje? Hapana, hapa rais wa Crown Media ni Ali Kiba, mimi ni mkurugenzi wa maudhui na mhariri mkuu. Kwa nini maswali yapo sana mtaani? Watu wana maoni yao. Kuna maswali mengi sana dhidi yako, unajua. Na huwezi kuyatolea majibu. Kuna swali moja hapa kuhusiana na tunafahamu kwamba Salim unafuatilia football ya Tanzania. Kuna barua ambayo inatembea mtandaoni ikionyesha kwamba Equatorial Guinea na mwingine wameclaim kuhusiana na mchezaji Ame kwamba amechezeshwa kimakosa. Rai yako nini kwa hilo? Ame sioni kama kuna tatizo pale kusema kweli.
Sababu tunafahamu kabisa amesajiliwa na taarifa ninazozisikia ni kwamba maafisa walikuwa wana taarifa kutokana na swala la jezi, lakini kwangu mimi pale sioni kama kuna tatizo lolote. Guinea wanasikia uchungu sana, tumewapiga nje ndani, bila shaka yeyote watakuwa wananungunika huko walipo, wanatafuta kisingizio chochote, lakini tarakimu moja haibadilishi. Mchezaji ni yule ambaye amepelekwa CAF, umri wake ni ule, pasipoti yake ni ile, jina lake ni lile, ni jezi tu kutoka namba 24 kwenda namba 26, na hapo ni takwimu ile moja tu 4 kwenda 6. Kwa hiyo ukitizama kuna kitu kinaitwa human error, yani makosa ya kibinadamu, kama ndio yalifanyika, lakini sidhani kama ni kitu kikubwa cha kuweza kupindua matokeo. Tumeona matokeo yanapinduliwa kwa kuleta mchezaji ambaye hajasajiliwa au mchezaji ambao umri sio wenyewe, lakini kwa hili mimi nafikiri Guinea inabidi wajipange tu kwa AFCON ya 27 na sita kwa nyumbani utakoma. Sijui ataenda kulalamika wapi. Okay, na issue ya mkuu wa mkoa wa Mwanza imeenda pia sana viral kutokana na vile ambavyo alivamia. Watu wanasema, wengine wanasema alivamia kwenye uwanja wa mazoezi wa Simba. Kuna ubaya gani kwa mkuu wa mkoa akionyesha dhahiri kwamba yeye anashabikia timu fulani, na kwa nini imekuwa? Mimi nafikiri hapa issue haikuwa kuvamia wala kufanya nini. Ukisikiliza pande zote mbili, manake mimi sikuepo Kirumba, lakini ukisikiliza Simba wanasema ilikuwa ni muda wao kufanya mazoezi, na kanuni zinasema wakati wa kufanya mazoezi hakutakiwi kuwa na mtu mwingine isipokuwa wale watu pekee ambao wanaruhusiwa kuwepo. Sasa hiyo sintofahamu ya kwamba kulikuwa na watu ambao sio watu wa Simba walikuwepo ndani. Nimemsikia pia na mkuu wa mkoa akisema kwamba alikwenda pale baada ya kuambiwa kwamba kuna tatizo na kuna watu wamefungiwa ndani. Kwa hiyo kwangu mimi sioni kama ni swala kubwa. Najua na hapa sizungumzi kama mshabiki wa Simba lakini watu tunatafuta kila njia. Hizi zinaitwa mind games, na mimi sidhani ni kitu ambacho kinaweza kikaleta kokoro yoyote, lakini nadhani cha muhimu ni watu kuzingatia tu misingi ile. Mimi nimefanya taarifa nyingi sana za hapa ndani, za hata nje ya nchi. Ukienda kwenye timu wakati inafanya mazoezi, hata waandishi wa habari wenyewe mpewa labda dakika 5 tu za kupiga picha na kila mtu anatolewa uwanjani. So kama kuna vitu kama hivyo vimetokea, nadhani si vizuri tu vikajitokeza, ni vitu vya kuweza kuepuka. Asante sana.